Mtazamaji wa Ndizi TV Africa, siku ya sita ya mwezi Disemba mwaka 2025. Hujambo na karibu mtazamaji wa Ndizi TV Africa, mpenzi wa soka na mpenzi wa michezo. Sio tu soka, katika michezo kuna michezo ya riadha, kuna michezo ya kuogelea, kuna michezo ya urushaji mikuki, kuna kushika ile miereka na michezo mingi tu, mchezo wa ndondi, na ni baadhi tu ya michezo ambayo inafanyika ndani na nje ya nchi. Kwa taarifa nzuri ni kwamba pale katika nchi ya Uingereza ama katika nchi ya Ughaibuni, nazungumzia USA, United States of America, yule Rais Donald Trump amepewa taji ile chini ya FIFA organization ile ya World Cup katika shughuli walipokuwa wakifanya yale makundi nani atakuwa anacheza wapi. Kwa Trump akapewa akavikwa lile taji. Hapo kesho kutakuwa kunapigwa mechi nyingi tu. Kumbuka katika ligi kuu ya taifa Kenya leo zinapigwa dakika 7 hivi zimepita katika uga wa Gusii Stadium. Kuna mchezo unapigwa, vijana Shabana Torebo Bay wamesimama katika nafasi ya 5 katika msimamo wa jedwali, na iwapo watashinda leo basi moja kwa moja watakuwa wanaingia katika nafasi ya 4. Leo kunapigwa mechi mbili, lakini hapo kesho kutakuwa kunapigwa bonge la mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na hamumu. Kumbuka ni vijana ambao katika kuanza kwao wameanza katika mchezo wao wa wiki 3 hivi zilizopita, ndani ya mwezi mmoja wakipiga michuano ya kirafiki wamempigia mtu mabao yasiozidi mabao 5. Nazungumzia nani? Nazungumzia timu ya hapa nyumbani, inacheza katika ligi kuu ya taifa Kenya katika daraja la pili, nazungumzia Division 2. Naizungumzia timu gani? Nazungumzia Camel Park Rangers, timu ambayo ipo chini ya ukufunzi wa Steve Biko, kocha mkuu wa klabu hiyo, klabu ambayo imefanya ule usajili wa wachezaji takribani wachezaji 5. Kwa mara kwanza watakuwa wanajibwaga uwanjani hapo kesho kuhakikisha kwamba wanachukua ushindi dhidi ya Osusa kama sijakosea. Nitakuwa nakwambia jina halisi, lakini tutakuwa wapi? Tutakuwa pale Nyantorago Stadium. Soka itakuwa mbashara, soka itakuwa live ndani ya Ndizi TV Africa, runinga pekee ambayo inakufahamisha, inakuelewesha masuala ya soka na michezo kiujumla. Ndani ya Ndizi TV Africa leo kuna mgeni ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya soka, mchambuzi wa masuala ya michezo, mchambuzi ambaye ana ueledi katika masuala ya kuchambua soka. Atakuwa anajitambulisha hapo baadaye, lakini kumbuka nyuma ya kuzalisha kipindi hiki yupo Jemode Top Scholar, ambaye siku zote ndio dereva wa mambo masuala ya michezo hapa katika Ndizi TV Africa. Yupo nyuma mitambo kuhakikisha kwamba unapata sauti, picha na video zinakuja kwa lugha ama zinakuja kwa uzoefu pasi na kusumbua. Kumbuka upande wa pili yupo yule Regrand mwenyewe, ananambia ni timu gani katika ligi ya Uingereza inaanza na jina lenye herufi L ikamaliza na jina lenye herufi D, herufi D, nazungumzia DS. Akawa anapeana ujumbe kidogo kwa wale mashabiki ambao tunapenda soka. Lakini yote 9-10, jina langu ni Peter Mweta, viwanjani wananiita Majaliwa Ali, ndo jina langu. Mambo ndo kama hivyo, tutakuwa tunafanya, tunachambua dakika kwa masaa mawili, tutakuwa tunakujulisha ni kipi ambacho kinaendelea katika ulingo wa michezo. Kumbuka pale katika mkoa wa Bonde la Ufa kuna riadha ambayo inaendelea hivi tunavyozungumza, Chepsaita, ile cross country ambayo inaendelea hadi kufikia sasa. Mshindi atakuwa anajinyakulia shilingi 75,000 ndo pesa taslimu ambazo mshindi atakuwa anatoka nazo katika pambano hilo la Chepsaita cross country, ambalo hutumika siku zote kuwateua ama kuangalia wale wanariadha chipkizi ambao wanatoka pale, kina Faith Morao ambao wametoka pale, na kuna Faith Kipyego ambao ni tunaweza tukasema kwamba ni maligets ambao walizalishwa kutoka maeneo yale kutoka katika michezo hiyo ya Chepsaita. Hapa studioni tumekita kambi kuhakikisha kwamba tunakuandalia dakika zote 120, nazungumzia masaa mawili, kuhakikisha kwamba hadi kufikia saa 10 utakuwa unapata kipi ambacho unataka kukisikia. Lakini kumbuka katika michezo ya ligi kuu taifa Uingereza katikati ya juma zilipigwa mechi, Chelsea ikachapwa. Ni baadhi tu ya mambo ambayo tutakuwa tunayaguzia. Nirudi upande wa pili, mgeni wetu ambaye amejajaa hapa studioni, shabiki pekee ambao unafahamishwa kwamba West East of River Limpopo. He is the only fan of Tottenham Hotspur. Shukrani sana ndugu Ali kwa kunialika. Na kama ilivyo desturi ni kwamba
weekend ishafika na kuna mechi mingi na michezo kadhaa ambayo inaendelea kwenye huu ulingo wa sport, na ligi kuu ya Kenya maarufu kama SportPesa League inarejea tena kwa hii weekend, na tayari kwenye uga wa Gusii Stadium tayari kumenoga na kuna mechi ambayo itapigwa, mechi nzito, Shabana wakimwalika Bidco United, na vile vile ligi kuu ya Uingereza inarejea hii weekend, na tumejua kwamba midweek timu kubwa zimepoteza. Chelsea kapigwa 3-1 na Leeds, na mechi bado zinajelewa hii weekend. Kwa hivyo watazamaji wasiende kokote, wazidi kutegea hii show na tutawapasha mengi kama Ndizi TV. Labda tukianza hapo, wanasema siku zote kwamba alisikika sana akianza katika mechi zake, katika zile interview zake, yule mkufunzi wa klabu ya Shabana Torebobia akisema kwamba katika ligi hii ninaenda kumaliza unbeaten, lakini kwa bahati ya Mwenyezi Mungu, ya Mungu ni mengi, soka inaendeshwa kitofauti sana, tofauti na maneno kwamba ni vitendo. Wakapigwa katika mechi zao, kama wakianza na mechi zao ya kwanza, pili, ya tatu walikuwa sawa. Je, unadhani Bidco Mwana Mafuta atatoka pale Shabana pasi na kuchapwa? Naweza sema kwamba ni mechi ngumu, maana kuangalia zile takwimu zinaonyesha kwamba zile mechi 4 ambazo Shabana wamecheza katika uga wao wa nyumbani wa Gusii Stadium wamepata alama kwa mechi moja. Na mechi nyingi wamepoteza. Kuna mechi ambayo ilichezwa mwezi uliopita, FC Leopards wakamenyana na Shabana akatangulia kufunga bao, na katika kipindi cha pili FC Leopards wakafanya mabadiliko kwenye ile benchi lao, wakaleta wachezaji kama Victor Mune, na baadaye walipata ushindi wa magoli 2-1. Kwa hivyo katika uga wa Gusii Stadium Shabana hawajakuwa kwenye form nzuri, na Bidco kati ya mechi 5 ni kwamba wamepoteza moja. Kwa hivyo ni mechi ambayo huwezi sema kwamba Shabana watapata alama 3 moja kwa moja. Ni mechi nzito, na ni mechi nasema kwamba huenda ikatoka sare ama Shabana washinde, lakini ni mechi ngumu kwa Shabana ingawaje wako nyumbani. Mtazamaji, ni mchambuzi wa masuala ya soka, mchambuzi wa masuala michezo hapa nchini Kenya, ambaye yuko hapa studio. Tutakuwa tunazungumzia masuala mengi sana kuhusiana na michezo, lakini katika mchezo tumeona sana vijana wale katika ule mchezo wa AFCON Under 17 kwamba taifa la Kenya kwa bahati mbaya lilibanduliwa kwa kuchapa magoli 3 dhidi ya Ethiopia. Katika michezo sawia na hiyo ambayo tunazungumzia Kenya Under 20 under 15 nazungumzia, hadi kufikia sasa Kenya imeorodheshwa katika kundi A dhidi ya taifa la Uganda ambao wapo katika michezo ya AFCON Under 17. Tanzania ambayo ilisalia katika ile michezo ya AFCON Under 17 ipo katika kundi B. Hivi tunavyozungumza kuna michezo inaendelea nchini Uganda, St Mary's pale katika uga ule wa St Mary's Kitende, ama Shitende wanavoita wale Waganda. Ni kwamba Kenya Under 15 inachuana uwanjani dhidi ya Uganda, alafu mchuano wa mwisho ataupiga saa 11 jioni dhidi ya Burundi. Je, unadhani kwamba hii Kenya Under 17 kungolewa, kubanduliwa nje katika ile michezo ya AFCON baada ya kupigwa na Ethiopia kama sijakosea, hii itaweza kumudu Uganda? Naam, inaweza kumudu Uganda kwa sababu ndio mara ya kwanza wanashiriki kwenye hayo mashindano. Wakafika kwenye hatua ya nusu finali, wakachapa mabao 3-0. Na nadhani wanaweza kumudu, na niseme kwamba hiyo finali ikashindwa na ile timu ambayo ilipata ushindi ni Tanzania. Ikapiga ile timu mabao 3-0. Ninasema kwamba Tanzania wapo mbele. Ukiangalia katika ile eneo la Afrika Mashariki, Tanzania wako juu, na manake wamewekeza sana kwenye miundo msingi. Ukiangalia zile timu zao kama Young Africans, Azam, Simba Sports Club zimefanya uwekezaji ambao ni wa dhamani kubwa sana, na wakienda kwenye mashindano ya Cup Champions League na Confederation huwa ikawaida kwamba wao wanafika kwenye hatua ya nusu finali au finali. Na ukiangalia mwaka uliopita Simba Sports Club walifika finali, wakamenyana na timu ya RS Berkane, wakapoteza hiyo mechi. Lakini nasema kwamba Tanzania wamewekeza sana, na ni wito kwa Kenya kuanza kwenye hii federation mpya, waanze kuwekeza sana kwenye miundo msingi ndio wapate matokeo mazuri, lakini Kenya iko na uwezo wa kufanya vizuri.
Ndo maneno yake. Lakini katika kundi nazungumzia katika kundi A under 17, Kenya ipo imeorodheshwa kucheza na Uganda, Burundi na taifa la Djibouti. Lakini katika kundi B ipo Tanzania, ipo Ethiopia, Sudan na Rwanda. Kumbuka katika nchi za Afrika Mashariki, Kenya ni moja nchi ambazo zinaonyesha uweledi katika soka, licha kwamba inapata upinzani mkali kutoka taifa la Tanzania kama alivyo taja. Tutakuwa tunaangalia hapo baadaye mchezo katika ligi ya NBC League nchini Tanzania, ambapo yule mkufunzi wa klabu ya Simba, namzungumzia nani, yule nahodha sio mkufunzi, namzungumzia Shomari Kapombe, alikuwa anasemaje kwamba wamejipanga kumenyana na Azam. Kumbuka Azam ni klabu moja ambayo siku zote nchini Tanzania wana ule uzoefu. Iwapo Simba itachukua nafasi ya pili, basi nafasi ya kwanza itakuwa inaenda kwa Young Africa, nazungumzia Yanga. Nafasi ya tatu itakuwa inaenda kwa Azam kwenye hiyo orodha ya timu ambazo zinashiriki katika ligi kuu ya taifa Tanzania. Hapa nchini Kenya kuna mechi nyingi tu ambazo hii leo zinapigwa mechi mbili, so mechi nyingi. Na katika msimamo wa jedwali ukiangalia katika ule msimamo wa jedwali, Gor Mahia Kogalo walianza kama ni timu ambayo ilipoanza michuano yao ilionekana wazi kwamba Gor Mahia haipo katika hii race ya hii season ya SportPesa mwaka 2025-26. Lakini hadi kufikia sasa Kogalo wapo katika msimamo wa jedwali nafasi ya kwanza, wao ndo wanaongoza. Naam, wamejitahidi lakini hawakuanza msimu vizuri. Wakapoteza mechi mbili na ya mwisho kupoteza ilikuwa dhidi ya APS Bomet. Mechi ambayo ilichezwa katika uga wa Nyayo, na wengi hawakutabiri kwamba APS Bomet ambao wameonekana kwamba ndio wanyonge kwenye hii ligi wanaweza wapigwa na ule mchezaji Ansel Ocheng. Kapiga mabao matatu kawapa ushindi, na ninasema bado ni mapema. Gor Mahia wana uwezo wa kushinda ligi. Ukiangalia wale wachezaji ambao wamesajili pale, akina Dukwam, akina Felix ambaye alikuwa kwenye kile kikosi cha Chan, na ule kiungo wao Enoch Morrison. Ninasema kwamba ukiangalia ile depth ya kile kikosi cha Gor Mahia, ukilinganisha na timu zingine za Kenya kama Tusker na FC Leopards, ni kwamba timu ya Gor Mahia iko na slight advantage kidogo ambayo inaweza kaisaidia kuchukua ligi, kwa sababu kuna wachezaji ambao wako na uzoefu. Angalia kama ule kipa wao Brian Omondi, ule ndio kipa namba 1 wa Harambee Stars. Kuna Wendo pale kwenye kile kiungo ambaye amecheza zaidi ya miaka 8, na amemleta pia kocha kutoka taifa la Ghana, kocha ambaye amecheza ligi kuu ya Ujerumani na Wolfsburg, ule Charles Akono maarufu kama CK. Kwa hivyo nasema ni mapema, lakini Gor Mahia wapo juu, na siku ya kesho kutakuwa na mechi kubwa ambayo itachezwa kwenye uga wa Kasarani. Gor Mahia wakimenyana na FC Leopards, na hiyo mechi huenda ikawapa motisha timu ya Gor Mahia iwapo watapata ushindi kuendelea kutafuta nafasi ya kuwania taji la ligi kuu ya SportPesa Premier League. Tumezungumzia masuala msimamo wa jedwali ya ligi kuu taifa Kenya, nazungumzia SportPesa League. Gor Mahia imesimama nafasi ya kwanza alama 19, nafasi ya pili Kakamega Homeboys ambayo ina alama sawia, nafasi ya tatu ni Tusker wana mvinyo na wazungumzia hao. Lakini kabla tukianza sasa kuangalia ligi kuu ya taifa Kenya inavyosimama leo, kutakuwa kunapigwa mechi mbili ambazo zitapigwa, lakini utabiri wa ligi itakuwa inasimamaje utakuwa unafanyika hapo kesho rasmi. Hatuwezi kuzungumzia leo kwamba iwapo timu itakuwa inashinda leo itakuwa inaingia katika nafasi ya kimfano nafasi ya 3, nafasi ya 4. Nazungumzia kimfano klabu ya Shabana iwapo itashinda leo, huenda kukawa na yale mabadiliko katika, ukiangalia katika msimamo wao wa jedwali, huenda kukawa na yale mabadiliko wakaingia nafasi ya 4 kutoka nafasi ya 5, kwa sababu wao wenyewe ukiangalia zile alama ambazo wako nazo. Lakini je, iwapo Kogalo Gor Mahia hiyo kesho wataweza kucheza ndivyo sivyo? Kumbuka ile ni mashemeji dabi ambazo siku zote msimu uliopita ilikuwa imesubiriwa sana, lakini mambo yakaenda yalivyokuwa, ni kwamba wamezoeana wakapimana nguvu zikatoshana. Je, msimu huu unaweza ukawa ni tofauti kwamba Kogalo Gor Mahia inaweza ikaibuka washindi dhidi ya FC Leopard? Sidhani kama itapata ushindi wa moja kwa moja, manake msimu uliopita
walimleta kocha mpya yule Fred Ambani. Na ikumbuke kwamba Fred Ambani akiwa kama mchezaji wa FC Leopards hakuna mechi ambayo alipoteza. Na msimu jana akaingia FC Leopards akacheza derby mbili zote akaenda sare ya 0-0 1-1. Na huu msimu naweza sema kwamba FC Leopards wameanza msimu vizuri, ingawaje ni mapema, hawajakuwa wakifunga mabao mengi. Na mechi ambazo zimekamilika 3 za mwisho ni kwamba FC Leopards wameenda sare 3. Moja na Kariobangi Sharks, na ya mwisho kabisa ikiwa ni mechi ambayo ilichezwa huko St Sebastian Park Murang'a dhidi ya Murang'a Seal FC, ikatoka sare ya 1-1. Nasema kwamba mechi ya kesho itakuwa ngumu na itategemea na vile wale wachezaji ambao watajituma sana, ambao ni wazoefu kwenye kile kikosi cha FC Leopards, wakiwemo Musa Oundo, Victor Mune na Kelly Madada yuko pale. Na ukiangalia ile safu ya ulinzi ya FC Leopards kwamba imeanza kumakinika sana. Kuna wakati fulani amecheza na Casey Odhiambo na Ramilaso Coulibaly, ikawa kwamba haijafungwa bao, ikatoka sare ya 0-0. Na pia yule Kennedy Owino Odhiambo akiwa pale akicheza na Randy Bakari, wamekuwa na mshikamano mzuri sana kwenye ile safu ya ulinzi. Kwa hivyo nasema ni mechi ambayo huwezi sema itakuwa rahisi, lakini naona kwamba FC Leopards hawatapoteza hiyo mechi. Ikikaa ambayo ni kwamba inaweza enda sare. Tuangalie ubashiri wa ligi kuu taifa Kenya. Nazungumzia SportPesa League ambazo tutakuwa tunacheza. Atakuwa anatupea ubashiri wake. Kuna mechi ambayo zimekatika dakika 22 hivi. Mechi dhidi ya Shabana Bidco United ambayo zimekatika, ambayo inachezwa pale uga wa Gusii Stadium. Ubashiri wako kuhusiana na mechi ya Shabana dhidi ya Bidco? Nadhani ukiangalia matokeo ya timu zote mbili, naona kwamba huenda ikaisha sare ya 0-0. Manake nimeangalia kile kikosi cha Shabana kimepangwa vizuri. Ule mlinzi Stephen Ocheng amekuwa na clean sheets 3, na ule mchezaji ambaye aliwapa ushindi weekend iliyopita ile mechi yao Abala ameanza akishirikiana na Ezekiel Omuri na yule Austin Odongo. Kwa hivyo nasema kwamba ni mechi ngumu, ingawaje wako nyumbani, lakini na Bidco hawajakuja kupoteza. Kwa hivyo nasema hiyo ni mechi ambayo itaenda sare 0-0. Mechi ngumu. Kariobangi Sharks dhidi ya Police itakuwa inachezwa kwenye mida ya saa 10 jioni. Mechi ya mwisho Kariobangi Sharks wakicheza dhidi ya Police. Naangalia mechi ambayo ilipita wiki mbili zilizopita. Kariobangi Sharks walienda sare ya 1-1 na FC Leopards. Humphrey Aroka akaipa Kariobangi Sharks ushindi, na pia Victor Muna akasawazisha kwa FC Leopards. Na mechi ya mwisho mechi ambayo ilicheza weekend iliyopita, Polisi walicheza na Shabana, Polisi wakapoteza, na leo hii Kariobangi Sharks wanacheza na Polisi. Lakini ukiangalia kwa mapana kile kikosi cha Polisi ni kwamba kiko na wachezaji ambao ni wazoefu sana, kina Clinton Kinanga, David Ocheng, na ule kipa pia ni mzoefu. Kwa hivyo nasema ni mechi ambayo Polisi watapata ushindi dhidi ya Kariobangi Sharks kama 1-0 ama 2-1. Ndo ubashiri wake. Tuangalie mechi ambazo zitakuwa zinapigwa hapo Jumapili. Mechi ya mapema kabisa itakuwa ni mechi ambayo itakuwa inaangaziwa sana hapo Jumapili. Nazungumzia hiyo kesho, itakuwa ni mechi dhidi ya FC Leopard dhidi ya Gor Mahia, mechi ambayo itakuwa inapigwa katika uga wa Nyayo saa 9 jioni. Ubashiri wako? FC Leopards wanaenda ugenini kumenyana na Gor Mahia. Na ikumbuke kwamba hii mechi ilikuwa ichezwe weekend iliyopita, lakini Gor Mahia hakuwa amejipanga, mambo ya kiusalama, hakuwa amepata uwanja na ikairishwa. Na naangalia kile kikosi cha FC Leopards, wale wachezaji ambao wako pale kama Humphrey Katasi ameanza msimu vizuri. Ikumbuke kwamba ameingia FC Leopards misimu 3 iliyopita. Msimu wa kwanza wa pili hajakuwa akicheza sana, na huu msimu ameonyesha kwamba yeye ndio anafaa pewa ile number 1 kama kipa namba 1 ile kikosi cha FC Leopards. Na nakiangalia ile safu yao ya mabeki pale, ile right back wao Brian Nyongesa ameanza msimu vizuri sana, na nadhani ni mechi ambayo nitaipa FC Leopards sare. Ingawaje Gor Mahia kuna wachezaji kama ambao ni wazoefu kama Adokwam na Felix Ocheng Mboya. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo itakuwa na msisimko sana. Ikumbuke kwamba ni derby nambari 98 tangu hizi mechi kuanza kuchezwa katika hii ligi ya Kenya Premier League. Na nasema kwamba itakuwa mechi
yenye msisimuko, lakini nasema kwamba itaisha sare. Naam. EPS Bomet tumewaona walikuja katika mechi zao wakipiga katika mechi zao wakicheza Division 1, wamecheza vizuri NSL nazungumzia, kabla ya kuingia katika ligi kuu ya SportPesa wamekuwa ni wazuri, lakini mwanzo wao haujawa ni mzuri katika ligi kuu ya SportPesa. Tumeangalia wapinzani wao ambao watacheza nao hapo kesho, nazungumzia Bandari FC ambayo pia sio timu ya kucheza nayo, pia haina msimamo ama haijaweza kuwa na ule uzoefu mzuri katika msimu huu. Mechi ambazo zimechezwa, APS Bomet itakuwa nyumbani hapo kesho ugani Kericho. Je, watampiga Bandari? Huu ndio msimu wa kwanza ambapo APS Bomet wameingia kwenye hii ligi ya SportPesa League. Hawakuanza vizuri. Mechi ya kwanza ilichezwa katika uga wa Gusii Stadium, wakapigwa mabao manne kwa mawili na Shabana FC. Lakini walijaribu kufunga mabao mawili kuonyesha kwamba wako na ile fighting mentality. Na baadaye wakabadilisha ule mkufunzi wao, wakamleta ule Benedict Wanjala ambaye alikuwa Mara Sugar, ambaye alitoa National Super League akaweka kwenye Premier League. Na kuna mechi ambayo wiki mbili zilizopita ilipiga Gor Mahia. Gor Mahia wakiwa nyumbani mabao 4-1. Na kuna mechi pia wakaenda sare. Nasema kwamba APS Bomet wameanza kuwa na mwamko mpya, na yule kocha wao baada hajaingia kwenye kile kikosi baada ya kupata msiba, yule Pamzo Molo ataingia pale. Kwa hivyo wanakutana na Bandari FC ambao hawajakuwa wakifanya vizuri sana, ingawaje mechi ya mwisho walipiga Ulinzi Stars bao 1-0. na wako na wachezaji ambao ni wazuri sana kama Darius Msaga ambaye alikuwa Shabana msimu uliopita, na kuna ule mchezaji kama Erickson Mulu. Kuna wachezaji wengi pale, na yule Leviso pia ambaye alikuwa FC Leopards msimu mitatu iliyopita. Kwa hivyo APS Bomet wanaandaa mechi nyumbani kwao Kericho Green Stadium, na nadhani hii ni nafasi yao ya kwanza kupata ushindi na kurejesha imani kwenye mashabiki wao na lile benchi la ufundi. Kwa hivyo ni mechi ambayo nasema nawapa APS Bomet ushindi wa 1-1. Na ikumbuke kwamba kwenye hii ligi ya SportPesa wachezaji wamekuwa wakifunga mabao, lakini yule kipa wao Bob Cedric ndiye kipa pekee ambaye amefunga bao kwenye ligi kuu ya SportPesa. Manake alipiga penalty dhidi ya Shabana akafunga. Naam. Ndo ubashiri kwa hapo kwa APS Bomet tunawiana kwamba kuna ushindi utatokea kwa faida ya APS Bomet. Lakini tuangalie mechi ya wanabenki KCB financially wako sawa, wana ile support ya kutosha, licha kwamba kuna ule ufadhili wa SportPesa katika ligi kuu ya SportPesa, kuna ule ufadhili wa benki kuu ya KCB katika klabu hiyo. Itakuwa inacheza kesho dhidi ya Sofapaka. Je, Sofapaka watakuwa wanasikia uzito wa jina KCB? Sofapaka wamejakuwa na matokeo ambayo ni ya kuridhisha sana, wanashinda, wanatoka sare, wanashinda tena wanatoka sare. Na ikumbuke kwamba KCB ndio msimu wa kwanza wamemsajili yule kocha Robert Matano. Kocha ambaye ni mzoefu, ambaye msimu miwili iliyopita alikuwa pale Sofapaka FC. Anaenda kushinda na mwajiri wake wa zamani. Na ikumbuke kwamba mara ya kwanza hii timu ya Sofapaka maarufu wanajiita kama Batoto ba Mungu, ikiwa ni timu yake President Eli Kalekwa akitokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na mara ya kwanza wakiingia kwenye ligi mwaka 2008 wakatoka National Super League wakaingia kwenye hii ligi ya Kenya Premier League na wakapata ushindi wakiwa na kocha Robert Matano. Na kesho anakuwa kwenye ile benchi la mwana KCB. Na mechi iliyopita KCB walipata ushindi kwenye uga wa Wendo wakicheza na Mara Sugar. Kwa hiyo ni mechi ambayo nampa Robert Matano wa KCB ushindi wa 1-1 dhidi ya Sofapaka. The Slum Boys, nazungumzia timu ya Mathare United, imekuwa ni timu nzuri tu, lakini siku zote wanasema katika uga ule wa Wendo ukiwa nyumbani dhidi ya vijana wa Mara Sugar unalambishwa asali, inazidi ule mpira. Lakini kesho Mara Sugar watakuwa ugenini dhidi ya Mathare The Slum Boys. Ubashiri wako kuhusiana na mechi hiyo? Mathare pia wajaanza msimu vizuri sana. Matokeo yamekuwa mchanganyiko, lakini mechi ya mwisho walipata ushindi wa 1-0 na yule Paul Kinyanjua akafunga bao. Na yule mchezaji wao ambao pia ni nahodha ambaye pia amekuwa kwenye timu ya Sofapaka, Elias Yecha amekuwa nguzo muhimu kwenye timu ya Mathare.
na wanaenda kukutana na Mara Sugar ambao ukiwafunga uweze kuwafunga mabao zaidi ya mawili. Kwa sababu weekend iliyopita walipigwa 1-0 na KCB, na mechi zao nyingi wakicheza kwenye uwanja wa Wendo wanatoka sare 0-0 ama 1-1. Wanaenda kukutana na Mathare ambayo haifungi mabao sana. Kwa hivyo nasema kwamba ni mechi ambayo itaisha sare kwa faida ya timu zote mbili zipate alama 1-1. Mechi ambayo itakuwa ni mechi ya mwisho, itachezwa siku ya Jumatatu. Kumekuwa na ile tetesi kwamba sisi tunapigwa sana kwa sababu tunacheza ile CAF Confederation. Nazungumzia vijana wa Nairobi United, vijana the City Boys, vijana wa Sakaja. Watakuwa wanapiga wao pia mechi yao ya mwisho siku ya Jumatatu, watakuwa wanakipiga. Je, unadhani kwamba hawa Mathare Nairobi United kuniradhi siku ya Jumatatu watakuwa wanampiga mpinzani wake ambaye ni Posta Rangers? Itakuwa mechi ngumu. Kumbuka kwamba mechi ya mwisho Nairobi United wakapoteza 1-0 na hawajakuwa wakifanya vizuri sana kwenye ligi ya nyumbani, ingawaje walipata ushindi dhidi ya Bandari. Wako na kikosi ambacho si kikubwa sana, manake wanashiriki kwenye CAF Confederation Cup. Wako kwenye awamu ya makundi na kwenye ligi ya nyumbani hawajakuwa wakikuwa na matokeo mazuri sana. Lakini uende ambayo ijakuwa nzuri sana. Kwa hivyo nawapa Nairobi United ushindi wa 1-1. Kuangalia wale wachezaji ambao wako pale ni wanacheza vizuri sana, kina Magare, kina Isaac Omweri, na ule mshambulizi pia yuko pale anafunga mabao. Kwa hivyo nasema kwamba ni mechi ambayo nampa mwana Nairobi United ushindi wa 1-1. Nairobi United amecheza mechi zake 7 na alama 10 sawia na AFC Leopards kama sijakosea, ambaye ana mechi nyingi kuliko Nairobi United. Wamekuwa wakicheza kwenye mechi za Confederation, wako kwenye awamu ya makundi. Focus ikapotea kidogo, ikatoka kwenye ligi ya nyumbani wakafikiria huko nje sana lakini nadhani uende kawa returning point hiyo mechi ya Jumatatu wakimenyana na Posta Rangers ambao si cheza dhidi yao. Kwa hivyo ni mechi ambayo nawapa ushindi wa 1-1 Nairobi United. Kabla ya kurudi kutamatisha katika ligi kuu ya SportPesa, tutarudi kidogo iwapo mwelekezi wangu atakuwa tutarudi kidogo tuangalie upande wa pigwa mechi ya kwanza katika ligi kuu ya taifa Kenya. Nazungumzia SportPesa League, nazungumzia FKF League chini ya division ya pili. Nazungumzia klabu ya Camel Park Rangers ambayo itakuwa inapiga mechi yao ya kwanza dhidi ya klabu ambayo itakuwa ugenini katika uwanja wao wa nyumbani, ule uwanja wa Nyanturago Stadium ambao unapatikana katika kaunti hii ya Kisii. Mgongoni kwake na mfahamu sana mchezaji jezi nambari 15 mgongoni, sio sajili mpya, ni mchezaji ambaye amekuwa pale sana, mchezaji kwa jina la Wycliffe Nyangechi ambaye ndio nahodha katika klabu ile ya Camel Park Rangers. Tutakuwa tunacheza dhidi ya klabu ya Osasa FC hapo kesho katika ule uga wa Nyanturago, mechi ambayo itakuwa inakujia moja kwa moja katika runinga yako ya Ndizi TV Africa kupitia channel namba 824. Nazungumzia katika Go TV, lakini pia tupo katika State Time, lakini wale ambao wanatumia terrestrial recorders zile za free pia tunapatikana. Ni mechi ambayo itakuwa inapeperushwa moja kwa moja. Wycliffe mchezo wake wa mwisho akiucheza mchezo wa kirafiki katika uga ule wa Nyanturago ambapo walicheza na timu mbili, timu ambazo pia zilitumika ama mechi ambayo pia ilitumika katika uzinduzi wa jazi zao mpya, nyuzi mpya kabisa ambazo Camel Park Rangers hadi kufikia sasa wanazo na zinakwenda zipo katika ofisi zao zile jazi. Mchezaji huyu mimi naweza nikasema ni mchezaji ambaye ana uzoefu katika mechi, lakini mechi yake ya kwanza katika ile mechi yake ya mwisho katika ile friendly kukawa kumetokea kitu fulani kwamba yeye kama captain haikuagi rahisi sana kupata yule captain. Ukifika kwa mkufunzi katika mechi tumeiona juzi katika mechi
Haya, Uingereza nitakuwa nairejelea ambayo mchezaji alienda kumwambia yule muamuzi hapa hapafai, panafaa hivi. Yule muamuzi akamwonyesha kadi nyekundu. Siku zote ni mchezaji ambaye huwa ana uvumilivu. Ukiangalia mara yake ya mwisho tukifanya naye interview, yale mazungumzo ama mahojiano, alisema kwamba mimi nina imani kwamba msimu huu utakuwa ni tofauti sana. Mchezaji kijana jezi nambari 17 mgongoni, sajili mpya, wapo kama wachezaji wanne ambao tutakuwa tunawaona hapo kesho. Mkono wangu wa kushoto sajili mpya, kuna wachezaji takribani 5 mechi yao ya kwanza. Je, mechi ya hapa katika tuzungumzie udongo wa Kisii, kwamba kuna timu kama Gucha Youth, kuna timu kama Gucha Stars, timu ambayo imekolea katika michezo. Tunaweza tukazungumzia Shabana. Vijana wa Camel Park Rangers ni vijana ambao wanalenga kwamba siku moja ama katika msimu ujao wataweza kuinuka na kutoka kucheza Division 2 wakaingia kucheza Kenya, anazungumzia SportPesa League. Kwangu naona kwamba ni timu ambayo itakuwa na upinzani mkubwa sana, ukiangalia kwamba ukizingatiwa kuna Gucha Youth, kuna Gucha Stars, kuna Shabana, inakuja tena Camel Park Rangers. Je, ni timu ambazo zitakuwa zinaoana ama zitakuwa zinang'ang'ana kutoana wale mashabiki? Naam, itakuwa ni msisimko, na manake zitakuwa timu karibu 4-5 na zitakuwa zitakuwa za kufana sana, manake kutakuwa na derby, Gusii derby, Gucha Youth na Gucha Stars, Camel Park Rangers na labda timu nyingine Shabana labda. Kwa hivyo naweza sema kwamba ni timu nzuri. Ukiangalia timu kama Camel Park Rangers nimeona iko na sajili mpya pale karibu 3 zaidi ya 5 hivi. Mchezaji kama Wycliffe Nyangechi hapo, mchezaji ambaye ni wa kupigiwa mfano. Mchezaji ambaye pia nimecheza naye timu fulani hapo mtaani. Tutazungumza baadaye. Na nimemwona pia Maluda yuko hapo. Amecheza Mara Sugar, akacheza Shabana, Gusii Stars. Na kuna mwingine ambaye hakuwa kwenye hiyo picha, anaitwa Joshua Ratemo. Ni miongoni mwa sajili mpya. Ninasema ni mwamko mpya kwa timu hizi kama hizi. Ziko kwenye Division 2, zingine Division 1, na zitaleta mashabiki pamoja, na pia na kutakuwa na msisimko na mihemko ya hali ya juu kama zile mechi za Gor Mahia na FC Leopards. Na hiyo kesho wanaanza msimu Camel Park Rangers, mechi yao ya kwanza huko nyumbani wakicheza dhidi ya Sosa. Na itakuwa mechi ya kufana, na tunatakia mama wapate ushindi mzuri hapo. Mechi ya mwisho ambayo kuna mchezaji umemzungumzia, mechi ya mwisho ambayo nilifurahia sana kabla ya kupiga mechi 2 zao za mwisho ilikuwa katika uga wa Gusii Stadium, ambapo timu ya Camel Park Rangers ilipiga mchezo wa kirafiki dhidi ya Shabana. Wengi labda walitarajia kwamba itakuwa ni magoli 8, itakuwa ni magoli 6, lakini kwa ule uweledi na uzoefu wa mpira akawa ni magoli 4-1. Naam, walicheza vizuri, na ilikuwa mechi ya kwanza ya kirafiki, wakapata matokeo mazuri, na huu msimu ni huenda ikawa kwamba wamejipanga vizuri na wanataka kupanda juu ya ligi, waingie division ya kwanza, wapate nafasi ya labda wakati mmoja wakaingia kwenye ligi ya SportPesa. Na nikimzungumzia mchezaji kama huyo ambaye yuko hapo, Joshua Ratemo, mchezaji ambaye ni mchezaji wa viwango, kuna uzoefu, amecheza Shabana, akacheza Gusii GFC ile Gusii FC. Pia akasafiri akacheza na ile MCF, Muli Children's Family, ambayo inapatikana kule Machakos. Kwa hivyo ninasema kwamba ni timu ambao imekolea wachezaji wenye uwezo mkubwa, na watafanya vizuri kwenye msimu ambao utanoa nanga kesho. Shukran sana. Ni mechi ambayo itakuwa inapeperushwa hapo kesho moja kwa moja kutoka runinga yako ya Ndizi TV Africa. Tuangalie mechi za kabla kumaliza katika ligi kuu ya SportPesa kabla kuingia Uingereza. Tuangazie mechi ambayo ilipigwa weekendi ya Mofa ilicheza na ikawa imechukua ushindi dhidi ya ilikuwa ni MCF ama nitakuwa na irejelea, lakini ni mechi ambayo ilipiga Mofa ikachukua ushindi katika ligi kuu ya sport na icheza na Gusii Stars. Na Gusii Stars FC.
Gusii Stars FC. Naam. Siku zote lazima yule ndo wanaitwa wachambuzi wa soka. Mchambuzi wa soka lazima ni mtu ambaye atakuwa yuko very informed. Tunazungumzia Gucha Stars ambayo ilicheza na Mofa. Jina kati ya Gucha na Gucha Youth huwa ni timu mbili ambazo huwa zinachanganya wengi sana, mimi nikiwepo, nikiwa mmoja wao, kwamba kujua kutofautisha dhidi ya Gucha Stars na Gucha Youth kidogo inakuwa ni ngumu. Mofa ilichukua ushindi na ilikuwa ni harali kwamba Mofa ichukue ule ushindi. Naam, ni mechi ambayo nilisema kwamba Mofa watapata ushindi wa moja kwa moja, labda Gucha Stars wakijituma vizuri labda wangepata sare lakini nilisema kwamba hii Mofa imebadilika sana, ikamchukua yule mkufunzi ambaye alikuwa Kisumu All Stars, yule coach Bruno Warinda, ambaye anafahamika kama coach wa Maluku, manaka anang'ara sana. Akaja Gusii Stadium akapata ushindi. Na hii ni mechi ambayo Gucha Stars alikuwa anaongoza kipindi cha kwanza hadi cha pili, hadi dakika ya 80 alikuwa anaongoza 2-1. Na dakika chini ya 5 wakapata kufungwa mabao mawili, timu ya Mofa ikachukua ushindi. Na ninasema kwamba nimeangalia mechi ya Gucha Stars, mechi kama 2-3 za nyumbani wakicheza na timu, naweza sema ni timu nzuri, lakini wanapoteza concentration sana kwa dakika za 10 za mwisho. Maana ile mechi ambayo walicheza kwenye Gusii wakacheza na Nzoia Sugar. Mechi za mwisho dakika za mwisho 10 walikuwa wanashambuliwa sana na nusura wapoteze hiyo mechi. Kwa hivyo nasema ni mechi ambayo Mofa FC walistahili kupata ushindi. Na ni timu ambayo imejituma sana kufikia sasa, wako kwenye nadhani nafasi ya 4 au 3 ama 5. Naam, hapa studioni zimekatika 45 saa 8 ndio saa za Afrika ya Mashariki, lakini katika uga ule wa Gusii Stadium hadi kufikia sasa dakika takribani 35 Gucha ile nazungumzia Shabana, sio Gucha, ambayo ipo 0-0 na Mwana Mafuta Bidco United. Twende upande wa pili tuangalie mechi iliyochezwa, ama tuangalie mkufunzi ule wa Mofa alivyozungumza baada ya mchezo wao dhidi ya Gucha Stars. Ni very unfortunate. Asubuhi kulikuwa na accident na kuna wale waliumia, kuna wenye walistahili kucheza, niliweka kando, kuna wengine wameingia ndani na maumivu, but tumekuwa na game back to back. Tuliona hii game tusipoicheza tena bado tutakuwa tumejiongezea mizigo, so tulikuwa tumetoka tukuje tucheze. So mbali na hiyo hali ilibidi tuendelee tucheze tu. Siku ya leo ishe. Players 5 pelekwa hospitali, wakatibiwa. Kuna 3 waliingia na hiyo maumivu, wawili ilibidi watulie. So hiyo ndo hali yenye ilikuwa. Game imekuwa nzuri kwa sababu mbali na hiyo hali ilitokea, vijana walibidi kujitahidi, na unaona tulitangulia tukafunga. But all along unapata bado kuna fatigue, ile reaction unapata tuna come up tunashuka chini, so na feel fatigue pia imechangia. Mbali na hiyo pia tumekuwa na game back to back. Ukiangalia leo ni Thursday, tena tuko nao on Saturday, ama Saturday ni Sunday, so ni games nyingi kwa players kwa hiyo muda mfupi yenye umecheza, but wamejitahidi. Ukiangalia kama hii game leo 10 minutes to time kwa tumalizie tunaongoza, but kidogo wanapungukiwa na pumzi. Wakipungukiwa then unapata decision making inakuwa si nzuri, paka unaona injury time paka tumeconcede. Hiyo inaonyesha kidogo wamechoka, na wakichoka itabidi sasa tuangalie vile tunawa handle, na kwa sababu lazima bado tutacheza tu, si rahisi, lakini itabidi tukabiliane na hali tu. Na nje tumeenda mchezo 2 tu, tumecheza Embu na tumecheza, kwa hivyo sio ati tujakuwa tukiandikisha, tumekuwa tukikuwa na matokeo mabaya, but hali yenye hao vijana wamekuwa kila siku wamekuwa kimprove, na ukiangalia vile wanacheza mtindo ni tofauti na vile tulikuwa tukicheza kitambo. So kila siku tunajaribu kujel na waingie katika hali ya kucompete katika NSL. Ukiangalia ni team imepromotiwa, na wakati imepromotiwa sio Division 1, game ni tofauti sana kwa sababu viwanja haziruhusu mtu acheze. Ukiangalia hizi game tumecheza 2 hapa,
ni tofauti na leo. Leo wanajaribu kucheza vile wao hucheza but nakataa. Nje pia nao hatutabadilisha mtindo wetu wa kucheza, lakini hatutakubali. Ukiangalia tujakuwa tukiconcede ni 1-0, tunatafuta jinsi ya kukomboa. So natumai tukiendelea au ata improve na tutapata jinsi ya kucheza paka nje. First and foremost, I would like to extend my thoughts and prayers to some of Gucha players. I heard that when they were coming for this game, they got an accident. So on behalf of Mofa, our thoughts and prayers are with the players. And I think it's so brave of them to, come and recollect themselves and, play. About the game, I think we didn't start well. Today we struggled a bit in so many areas, passing, decision making, but we picked up. Of course, conceding a goal in the 5th minute, not good. It's not our character, but we managed to get back in the game. Again, we didn't learn from our first mistake. We conceded another goal that we lost the ball in the opposition half, and they capitalized on that. So I'm happy. Why? Because the substitution were timely, and we had to make a very tough decision so that we can try and push. Because I felt like it would have been unlucky for us not to get a point in this game because we prepared well, and of course we got in the game, the rhythm, and we can't stick to this. We need to move forward. NSL, the games are coming up. This, of course, being a midweek clash. Now we have to think about Sunday. But it was a good fight, good comeback, and it requires more like mental toughness, because the game was going to. We were almost losing the game, but now again to shift the mindset, it's not easy because the legs and the boys are tired mentally. So yeah, I give the boys that. But yule wa Mofa anazungumzia Michael Lunga ambaye yupo katika nafasi ya 3 katika msimamo wa jedwali wa ligi kuu ya National Super League. Ipo katika nafasi ya 3 alama 19, nafasi ya pili 3K, nafasi ya kwanza Migori Youth ambao wana alama 21. Lakini kumbuka mpinzani wake ambaye alicheza naye yupo katika nafasi ya 7, na zungumzia Gucha Stars yule ambaye hapo katika nafasi ya 7. Kwangu, kwa mtazamo wangu, iwapo msimu ungekamilika sasa hivi, tunazungumzia msimu wa SportPesa League Nairobi, nazungumzia Migori, Gucha, Migori nazungumzia ni Migori na Mombasa na 3K zikasalia pale mtawalia. Migori Youth 3K na Mombasa zikasalia pale katika ule msimamo wa jedwali. Basi mimi, kulingana na mimi, naweza ikawa ni nafasi mzuri sana. Kwa sababu gani? Hii Migori Youth, iwapo msimamo wa jedwali ungesalia kusimama hivi na ligi ikakamilika, Mombasa United ikasalia hapa, 3K ikasalia hapa, kidogo mimi ukasifitisha hii hapa, 3K ikasonga nafasi ya 4 ama nafasi ya 4, na Mombasa Mofa ikaingia nafasi ya 3. Kwangu, iwapo jedwali lingesalia hivi, ligi ikaisha, tukabakia na APS Bomet katika ile league, tukabakia na Shabana katika league, alafu tukaiongeza Migori Youth katika ligi ya mwaka 2026 mwaka 2027 akaingia katika ile league, kwangu naona inaweza ikawa ni league nzuri zaidi kutokea, kwa sababu kutakuwa na ile regional. Mimi naweza nikasema kunaweza kukawa na ile kitu ambacho tunaita ni regional soccer, kwa sababu sasa kuna yule ambaye anahisi kwamba Shabana ni timu ambayo iko based Kisii, licha kwamba ina wachezaji Austin Odongo kutoka ambao walitoka katika shule ya upili wakaingia pale, ambaye CM Kisii. Mimi kibinafsi nitakuwa nahisi kwamba iwapo Migori Youth itakuwa inaingia katika ligi msimu ujao, Gor Mahia naweza nikasema ni timu ya kitaifa, ni timu ya taifa, haina ule uwanja maalum, lakini Migori Youth uwanja wao unaendelea kujengwa. Shabana ina uwanja wao umekamilika, ambao utakuwa unafanyiwa ile upgrading. Tukaichukua APS Bomet ambayo ilikuwa inatumia ule uwanja wa AFF ambao uko katika nchi ya county ile ya Bomet, ikasalia katika league. Mimi naona kutakuwa kumeletwa msisimko mpya katika league ambao ni ile regional soccer balance.
Na mtakuwa msisimko, manake itawapa nafasi wachezaji ambao wanatoka kwenye daraja la chini kabisa na mashinani kucheza ligi kuu ya Premier maarufu kama SportPesa. Pale timu kama Migori Youth inatoka pale Migori na imeonyesha kwamba iko na ari na nguvu ya kuingia kwenye Premier League. Na kuna timu zingine ambazo zinafanya bidii sana, timu kama Mofa ambao ni ya mchezaji wa Harambee Stars Michael Olunga. Huu ndio msimu wake wa pili inacheza kwenye ligi ya National Super League. Msimu jana ikakosa nafasi ya kuingia kwenye ligi kuu. Na huu msimu ni kama wanazidi kujipanga vizuri. Wakamchukua kocha ambaye ni mzoefu ambaye amekuwa pale Kisumu All Stars, ambaye pia amecheza mpira kama mchezaji, alikuwa pale Thika United kama mchezaji. Sasa hivi analeta ule uzoefu kwenye kile kikosi cha Mofa. Na huu msimu huenda kuwa ni msimu wao kuingia kwenye ligi kuu ya SportPesa League na wanazidi kuwekeza sana kwenye ile miundo msingi, manake kuna ule uwanja wao ambao uko pale Homa Bay. Uwanja wao wa kibinafsi ambao unazidi kujengwa. Na nadhani mwaka ujao huo utakuwa tayari kuchezewa mechi za Premier League. Na ukiangalia Afrika Mashariki ni timu chache ambazo ziko na uwanja wao wa kibinafsi. Kama kuna timu pale kama KCCA ya Uganda na Vipers ambao zinatumia ule uwanja wa St Mary's Kitende. Na ukienda pale Tanzania ni timu moja ambayo ina uga wao wa kibinafsi ambao ni Azam FC ambayo inatumia uwanja wao wa Chamazi Sports Complex. Kwa hivyo itakuwa ni nafasi nzuri ya Mofa kujiuza na pia kutoa talanta ambazo zitakuwa za kutegemewa katika siku za usoni. Na kuna timu nyingine pia ambayo iko na nafasi ya kuingia kwenye ligi ambayo ni 3K FC ambayo inatoka eneo la Embu pale. Kuna timu kadhaa pia ziko pale kama Kabati Youth. Na nadhani huu ndio mwaka ambao Migori Youth kuna nafasi ya kuingia kwenye ligi ya Premier. Wakijikaza, ikifika msimu kikakaribia kuisha, huenda wakawa kwenye nafasi nzuri na waingie kwenye ligi ya SportPesa League. Labda mimi ile ni labda inaweza ikawa ni hasara kwa yule mfadhili. Ukiangalia timu kama Migori Youth na ufadhili wa Mozart Bet hivi tunavyozungumza, angalia timu ya Mofa na ule ufadhili wa mtu ambaye alikuwa licha kwamba alikuwa ni mchezaji. Kumbuka yale ni matunda yake ambayo aliyavuna akiwa bado mchanga, na ni ile talanta yake haijaweza kuzima sana, japo bado iko anatumia zile pesa ambazo aliwekeza yeye katika kufadhili ile klabu yake. Mimi naitazama kwa ule mtazamo kwamba katika msimu huu hatakuwa anauachilia kuenda, ikizingatiwa kwamba msimu uliopita alijaribu sana kuingia katika ligi ya SportPesa ambapo kuna ufadhili wa asilimia nyingi tu kulinganisha na ligi kuu ya NSL. Naam, ni muhimu sana kwa timu kupata ufadhili, lakini ni Michael Olunga nasema ni kwamba ni kukuza talanta na pia kujiuza kama mchezaji na pia ile brand yake. Manake pia anajaribu kurudisha kwenye jamii ile giving back to the society. Manake anajua umuhimu wa kukua na akademia na itawapa nafasi wachezaji wengi, na kuna wachezaji wengi ambao wametoka pale wakajiunga na timu kadhaa kwenye National Super League na wengine kwenye Premier League ya Kenya. Naam. Kabla tumalizie kuangazia katika ligi kuu ya taifa Kenya, tumezungumzia Division 1, Division 2, tumezungumzia NSL ambayo tumetoka kuizungumzia, tumezungumzia ligi kuu ya hapa nchini Kenya, nazungumzia SportPesa League ambayo mechi zinapigwa leo hii, zinapigwa 2 kesho na Jumatatu zikamalizika. Kuna uwezekano mkubwa wa lile jedwali kubadilika, ikizingatiwa kwamba na iwapo Gor Mahia itakuwa inapata ushindi, basi itakuwa ni big win. Kulingana nami itakuwa ni big win sana kwao, na iwapo pia Shabana itakuwa inapata ushindi itakuwa ni big win kwao. Lakini iwapo watakuwa wanatoa sare nyumbani kwao, ugani kwao Gusii Stadium, basi itakuwa ni lose kwao, ambapo itakuwa ni big win kwa Gor Mahia Kogalo. Naam, itabadilisha msimamo kwa sababu Gor Mahia wanatafuta ushindi ili waweze kurejea pale juu kwenye msimamo wa jedwali. FC Leopards pia wanajaribu kujipanga, kwa sababu ule kocha wao amesema kwamba yule kocha na yule rais wa klabu ambaye ni Boniface Ambani amesema kwamba huu msimu wanatafuta ligi, wanataka kushinda ubingwa wa Kenya Premier League. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ambayo itategemea, ambao watu wanasubiri kwa hamu na gamu, kwa sababu huenda ikabadilisha msimamo wa jedwali.
na ni mechi ambayo inaangaziwa sana. Bila shaka ni mambo ya soka, mambo ya spoti ambazo tunazidi kukuchambulia, kudadavua na kukujulisha kipi ambacho kinaendelea. Tutakuwa tunaingilia upande wa pili pale Chepsoita marathon ile cross country. Nani amechukua ubingwa? Nani ndio mshindi wa pesa? Nani ndio atakuwa anaingia katika kikosi kizima? Nazungumzia kikosi cha kina Eliud Kipchoge ambao walikuwa ni wachezaji ambao wamekuzwa kutoka ya michezo sawia, na hiyo ni mambo tu ambayo tutakuwa tunakufahamisha. Je, katika ile World Cup grouping nani anakuwa anacheza wapi? Timu za Afrika zimeorodheshwa kucheza katika kundi gani? Ni mambo ambayo tutakuwa tunayazungumzia sana katika awamu ya pili tutakapoingia katika awamu ya pili. Lakini hadi kufikia sasa turuhusu tuchukue tu mapumziko mafupi. Upande wa pili studio tutakuwa tunarejea kuchanganua zaidi masuala ya spoti.